Namanga pale kuna maaskari pengine na Sirari Tarime. Sehemu zingine zote mipaka yetu tuna mahusiano mazuri na nchi zetu. Watu wanatoka huku, jioni asubuhi wanakwenda huku, unasaga mashine ya huku, watu wanakula huku, harusi ya huku mnakwenda. Kwa hiyo dhahabu zinaweza zikapita kwa njia yoyote ile. Wala vyombo vya ulinzi na usalama viko vizuri sana, lakini watu hawa hawawezi. Ninaomba niseme Mheshimiwa Rais, kwa kuishia hapo mambo ni mengi lakini watu ni wengi. Tukipata nafasi ya kuzungumza kwa utaratibu, tukihitaji tutasema, ili kwamba kusaidia taifa. Maana kazi unazozifanya bilioni 23 unazipeleka shule za msingi, watoto wetu wanasoma na shule za sekondari. Unatengeneza ndege, unanunua ndege. Mheshimiwa Rais, lazima tukusapoti. Siyasemi haya kwa sababu tu mimi unatoka chama unachotoka, simaanishi hivyo. Mimi ni Mtanzania, lazima niyazungumze haya mambo unayoyafanya. Nani asiyojua? Watu wanachukia hapa. Kuna watu wanataka kuhujumu dhahabu. Haiwezekani tutoe. Unaenda kwenye mkoa, Mheshimiwa Rais, wanakusomea taarifa kwamba tunakusanya kilo 150. Ukiangalia ule mkoa kabisa, kilo 150 ni ya masaa 6 au siku moja. Moyo unauma. Sivyo? Serikali inatoa taarifa ambayo sio sahihi. Dhahabu zilizopo ni nyingi sana. Wadau wanajua. Ndio maana uliposema tujadiliane, watu walipiga makofi baba. Watu wanajua dhahabu hizi ziko wapi. Wadau wanajua, hao wadau. Lakini napenda nipendekeze, Mheshimiwa Rais, mimi mapendekezo yangu yako mawili. Muda wetu ni mfupi. Nimesema tukipata nafasi tutayazungumza. Pendekezo la kwanza ninalopendekeza. Wewe zungumza tu, zungumza. Na asante. Mheshimiwa Rais, mimi ninaomba niseme, katika dhahabu tuliyopo nayo Tanzania ilikuwa inatosha kufikia pato la uchumi hata 50% kama itakusanywa vizuri, na zaidi ya 50%. Kwa sababu gani? Watu walio wengi leo unaweza ukakamata hapa watu. Kwa mfano jiulize, mkoa unatoa takwimu, uliza mikoa sasa hivi ya serikali, wanatoa takwimu kwamba mpaka sasa tulipo mwezi huu tumekusanya labda kilo 180. Lakini huo mkoa ukikamata wezi siku mbili wamenunua kilo 400 au 300. Maana yake nini sasa? Kwa hiyo huo mkoa, mbona hii dhahabu, wenye dhahabu hawajawahi kuibiwa? Kwa nini serikali ndio inaibiwa peke yake? Nani mwenye dhahabu aliwahi kuleta kesi mahakamani, Mheshimiwa, tangu huko mbunge na waziri, kwamba ameibiwa dhahabu yake? Nani anyoshe mkono? Kwa nini serikali ndio inayoibiwa? Hao wadau wanajua kuna sumu ziko moyoni. Unamfuata afisa, unamwambia tukifanya 1 2 3, kwa sababu sisi tuko chini, hatuna pa kusemea. Anakuambia uweze kuifundisha serikali kazi. Sisi tupo kwa ajili ya kutekeleza sheria. Hivi vitu vinaleta maswala. Kwa kuwa ni mkubwa, unaamua kunyamaza kimya. Hata unakuwa hauna shida ya kujua jina lake huyo afisa ni nani. Kazi ziendelee. Mimi nataka nitoe mapendekezo mbele yako. Jambo la kwanza, mimi ninaomba hawa watu, Mheshimiwa Rais, wako field miaka 40. Wako field kwenye dhahabu miaka 30. Hawa wadau tangu miaka ya 70, kuna watu baba wangu wako humu miaka 70. Leo afisa wa madini hawezi kukuchunga dhahabu ulionayo. Afisa wa madini kasoma miaka 5, field miaka 3, wiki 3 au miezi 3. Hawezi kukuchunga uliyekaa field miaka 40 30. Dhahabu zitakwenda mpaka tutaraumu watu. Hawa watumishi wetu wako vizuri pamoja na maskari. Ushauri wangu, tafuta, najua umeajiri watu wengi sana na vyombo na watu, sura zinaonekana nyingi. Weka hata kama watu 4 tu, lakini watoke kwa hawa wadau. Watu waeleze kinachofanyika pale wizarani. Watu hawa wawe na kazi 2 tu baba yangu. Kazi ya kwanza, watashughulika kushauri namna bora ya ukusanyaji wa mapato ya kodi. Jambo la pili, wawe ni watu wasaidia. Sijakupata vizuri Solomon. Naam baba. Unasema ni ajiri miongoni mwa wadau wa yes man. Kwa mfano kama wewe Mihayo ni kuajiri leo na mwingine na mwingine, mambo yataenda. Mheshimiwa Rais, ninachomaanisha itakavyokupendeza, lakini ninachomaanisha ni kwamba hilo twende hapo hapo, kwa sababu mimi kukuajiri naweza nikakuajiri leo hii. Asante Mheshimiwa Rais, itakuwa vyema. Asante Mheshimiwa Rais. Ninachomaanisha, kwa mfano sasa baba, nikupe mfano katika hilo. Kwa nini nasema watu watoke humu hata wachache? Mimi nilikuwa mjumbe katika ile kamati uliyoielekeza Kayunda, Mheshimiwa Nyongo, pale Mwanza. Wakati tuko kwenye ile kamati, nilienda kuuliza watu, mnatoroshaje pale airport? Kwa sababu mimi si mdau, nataka kwenda kuongea kwenye kamati. Wakasema hivi, pale pale airport pale, zile mashine zilizoko pale airport, tunayasema haya hadharani kwa sababu hata siku ile tuliyasema na mbele yako upo. Zile karatasi tulizoelekezwa sitazitaja. Lakini nikaambiwa hivi, pale airport
ukienda na karatasi za namna hii ambazo unaweza ukanunua hata shilingi 5,000, ukizifunga kwenye madini, mkafunga madini ndani, ukienda pale unapita hata kwenye begi bila mtu yote kujua. Nilichokifanya nikaondoka direct kwenda kwenye ile kamati kutoa hayo mawazo, kwa sababu tulikuwemo na kamati ya ulinzi na usalama, vyombo vyote walikuwa makini sana watu wale, na hii ndio maana tunaipongeza sana vyombo vya ulinzi na usalama vya nchi yetu, viko vizuri sana. Nilipofikisha taarifa ile chini ya mwenyekiti wetu John Bina, moja kwa moja kamati ikasema twende airport tukaimprove, tukanunua lile karatasi. Mheshimiwa Rais, karatasi ya 3,000 unaweza ukafungia hata dhahabu ya bilioni 20. Tulienda na ile karatasi na madini ya almasi, tukaenda na ile karatasi na madini ya dhahabu pale airport ya Mwanza. Tulipofika ni sehemu moja tu palidetect kwamba kuna madini mule, sehemu zingine tulipita na ile madini, kwa sababu tulikuwa tumetoa taarifa kwenye vyombo vya ulinzi na usalama vile tulivyonavyo kwenye kamati, lakini pia kwa wale mamlaka ya airport pale, ndio watu wakagundua, na ndio maana hatua zilichukuliwa aidha kwa haraka sana kutengeneza zile mashine. Hayo tumeyapata sisi wadau kutoka huku chini. Yako mambo mengi ambayo hata kwa sasa tuwezi kuyasema hapa, Mheshimiwa Rais. Hilo ni pendekezo langu la kwanza, kwamba lazima umeajiri hawa kwa sababu ya qualification ya taaluma, pata sasa ya qualification ya field. Watu hawa ambao wako kwenye dhahabu waeleze kwa uchungu hii dhahabu inakoenda. Haiwezekani Tanzania izidiwe dhahabu na nchi zingine, na wakati Tanzania hawa ndo wanaosafirisha sisi kwenda kwenye zile nchi. Kuna vitu vya ajabu, Mheshimiwa Rais. Angalia juzi serikali imetoa tamko baba, na hii ndio maana tunasema umefanya vizuri sisi tuzungumze. Serikali yetu imetoa tamko kwamba hakuna carbon kuchomwa mkoa tofauti na mule zinapotokea. Hasara iliyoingia hapa ni nini? Hasara iliyoingia ni kwamba tulikuwa tunapata dhahabu ya kutoka nje. Wakongo walikuwa wanaleta illusion za hapa, Kenya wanaleta illusion za hapa Tanzania, huku wapi huku na nchi zingine za jirani. Ilipotamkwa ile kwamba hakuna mkoa mwingine kwenda kwenye mkoa mwingine, waliokuwa wanavusha pale Musoma kuleta Mwanza wote walifeli. Hakuna Mkenya anayeleta sasa hivi dhahabu. Wale carbon walikuwa wanakuja wanaleta, wakishaleta anaweza akatoa dhahabu hata ya bilioni 1. Akitoa bilioni 1, royalty ile 7%, milioni 70 analipa. Dhahabu inasajiliwa imetoka Tanzania, inaondoka inakwenda. Ile yote tulikata. Sisi tulisema hiyo ni sawa, kwa sababu serikali imefanya hivyo, na serikali pengine imechunguza hilo, imeliona ni zuri. Na sasa hivi tumesharudi kwenye mtandao kwenye mikoa yetu, mambo yanaendelea vizuri. Kamati za ulinzi na za usalama na mkoa ziko vizuri, hakuna wizi kule. Sasa hili ndio pendekezo langu la kwanza. Pata watu kama ulivyomwelekeza Mheshimiwa Stanislaus Nyongo, tukatoka kwenye sekta vitengo tofauti, wale wa kwenye madini tukaja. La pili, naomba kodi hizi mbili Mheshimiwa utamke kuziondoa kama itakupendeza, VAT na withholding tax. Kodi zingine zote hizi watu wanaweza wakaendelea nazo. Kwa sababu gani? VAT hata kama benki kuu itanunua, na kuambia ukweli kutoka moyoni, kama itanunua na VAT haitafaulu. Yani leo hii ni kuuzia dhahabu ya milioni 100, alafu nikwambie nipe milioni 18 juu, yeye ataenda kuuza wapi? Otherwise arudishiwa kabla haja export nje, baba yangu. Kwa hiyo haya ni mambo yaliyopo, na tunayo mengi ya kusema. Acha tu baba niachie watu wengine, lakini nakuamini wewe kuna kitu ambacho utafanya kutokea mkutano huu. Mungu akubariki sana. Mimi ni mwinjilisti. Asante sana.